Where does your energy flow? Because where your energy flowing is where your direction is. Siku ulipohisi umekata tamaa, ujue hivi kuna mtu amekuzima mahali. Wewe nyinyi ni wanandoa, mlipoona mna magomvi yasiokuwa na maana, mnacheleweshwa hatima. Hakuna sema ambapo amekuwa na trick kama kwenye mahusiano. Waza in terms of energy, so in terms of sex, so in terms of mapenzi na kupenda pia. No, si wazi hivyo. Waza in terms of energy. Siku mkolofana na mwenzako, kazini ni shida. Hauna raha. Na kwa sababu gani? Wakati mwingine kiburi tu kipo pale, kuna katikati yenu kuna kiburi. Mmoja anataka kusema nisamee, mmoja anataka kuomba msamaha. Basi kile kiburi kile kufanya mnanumiana siku nzima. Ule mnunio unafanya mambo mengine yote yanashindwa kwenda vizuri. Why? Umefanya blockage ya energy. Blockage ya nguvu kuflow. Hatima zenu za kama wanandoa zinacheleweshwa. Una hofu, unaogopa vitu. Yani unaogopa kuchukua maamuzi, unaogopa kuanza jambo jipya, unaogopa, unajua kabisa ndani yako hichi nikikifanya kina faida kwangu, unaogopa. Fear everywhere. Biblia inasema kwamba watu wale wanakwenda kufanya kazi, wanaamka mapema na asubuhi na mapema kwenda kufanya kazi, na jioni wanarudi nyumbani wamechelewa sana. Bwana asipojenga mji, yeye ajengaye afanye kazi bure, na Bwana asipolinda mji, yeye ndiye afanye kazi bure. Zaburi hiyo anasema kwamba watu wengine sasa ambao wasiokuwa na Bwana wanaamka asubuhi, ole wao, wanaamka asubuhi na mapema kwenda kazini, na jioni wanarudi wamechelewa nyumbani. Unarudi nyumbani watoto wameshalala kabisa. Hujaona siku ya 4 leo watoto wako. Kwa sababu gani? Mama yuko busy anapambana na maisha, baba yuko busy anapambana na maisha. Basi baba pambana na maisha, lakini tuone nyumbani chakula kizuri hamna. Pambana na maisha baba, tuone nyumbani angalau tunasoma shule nzuri watoto wetu hamna. Ni ishara ya laana. Hamna baraka kwenye mikono yako. Mali zinakuja zinatawanyika. One of the sign of kwamba you are living outside the destiny. Look on what you are doing. Hakina profit kwako, hakina faida. Unapata ni kweli, lakini ni kiduchu, kidogo. Kitakusaidia tu usife. Sio kuna watu ambao wanapata chakula, wanapata ile hiyo sife. Yaani unapata leo, unakula leo inaisha, kesho tena unaanza upya. Unakula inaisha, unaanza upya. Nguvu zako kuna mahali zinatumika. Ukiamini haya, Mungu atakusaidia. Ukiziona kama ni story, Mungu atakuacha hivyo hivyo. Lazima ufikie point you realize kwamba somewhere somebody is using my energy. Whether najua au sijui, someone is using my power. Kuna mtu anatumia baraka zangu. Kuna mtu anatumia kipawa changu cha kuzaliwa kwangu. Au hawakitumii, ila wamekifunika kisichanue na kuonekana. Wanajua kikichanua hicho kionekana, siku utakapokuwa tajiri, kwenu nyumbani kwenu atakuwa salama. Na kwa kuwa mchawi aliyekusumbua hana shida na wewe, ila alikosana na mama yako, so anakutesa wewe ili mama yako asiwe na raha. Maana anajua ukiwa naye utamjengea nyumba mama yako, anajua utamjengea nyumba baba yako, anajua utamnunulia gari, anajua. So wanajua wewe ndio uko mjini, wanajua wewe ndio uko town, umesoma uko town, ila they know for sure kwamba yule aliyeko town ikitokea akatoboa tu hapa kijijini, huyu baba mtu atalinga. Kuna mtu mmoja ambaye baba yake anapenda mtoto wake asome tu ili alinge, aseme kama mwanangu amesoma, ana masters, ana PhD. Yani uko wanazuia ile fahari, hataki fahari ya baba yake ionekane. So wanapiga mtoto aliyeko mtaani. Hawamwataki direct, ila wana mask, wanafunika asijitambue. Anakuwa anaruhusiwa kupata peremende ili asijakashtuka. Maana asipopata peremende, njaa ikiwa kali atafunga, ataanza kumtafuta Mungu. So anaruhusiwa kupata vitu vidogo vya kumsaidia, lakini kumbe ndani yake angetakiwa kurudi kuwasaidia watu kijijini wako wote. Angetakiwa arudi akawe diwani, akawe mbunge. Ila anaweka vidogo ambao havina ujira wa maana kwenye maisha yake. No profit. Na siku zinazidi kwenda, Jumatatu zinazidi kupita, Jumanne inapita, mwezi wa kwanza, mwezi wa sita, mwezi wa tano. Do you know leo ni mwezi wa tano? Baada ya siku chache kidogo tunaingia mwezi wa sita. Ikifika mwezi wa sita tumekata nusu ya mwaka 2023. Tunakata nusu ya mwaka hiyo. Mind you, baada ya nusu ya kwanza kuisha, nusu ya pili ikija, inaisha haraka sana. Ashtuki mtu kama no, sijapata faida. Mbona sijapata ninachokitaka? Ila kazi inafanya. One of the signs you are outside your calling. Unaamka asubuhi hauna self motivation, because kiroho tungeweza kusema hivi the energy is flowing, ila kidunia tunasema hivi self inspiration. Kale kama msukumo kwa ndani kwamba niende wapi. Unaamka asubuhi huna pa kwenda, huna cha kufanya, na hausikii ndani msukumo wote, ujue tayari wewe hatima yako somewhere somehow imeibiwa mahali. Sasa nafanyaje mtumishi wa Mungu? Ndio unaanzia hapo kutafuta. Usiamini eti kwa sababu utakuwa na hela mfukoni ndio utaamka asubuhi ukafanya biashara. Hapana. Watu wa Mungu hapana, ni kama sumaku pakiwa na North Pole and South Pole zinavutana. Hatima yako Yesu anavuta kwenda kumwokoa mgelasi, na mgelasi akiwa ukingoni mwa bahari. Maana ni hatima zinaitana. The Bible says deep call unto the deep. Hatima yako ikianza kuinuka, itaanza kusearch na kuvuta nani wa hatima yako. Kwa sababu hauitimizi kwa sababu una vigezo vyote. Unaitimiza kwa sababu una watu wanaoitwa destiny helpers, wasaidizi wa hatima. Yesu alikuwa ni msaidizi wa hatima kwa yule bwana wa mgelasi. Imagine wasaidizi wako wa hatima wangapi wanazuiwa njiani wasikufikie wewe. Yule jamaa alikuwa aombe, alikuwa ni kichaa. Thank God Jesus alikuwa na power ya kuzuia tufani na dhoruba. Yesu asingekuwa na nguvu, angefia majini na yeye, alafu jamaa hatima yake ingezikwa na yeye angezikwa. Mind you, alikuwa na mapepo kimpanda yanampelekea makaburini. Maana anataka afe, na huku tufani na vurukuta ili kuwazamisha kina Yesu wafe.
hatima zote zizikwe. Now imagine to you, watu wako wangapi wa hatima ambao kila kijaribu kukufikiria wewe wanaishia njiani. Mume wako wa hatima anajaribu kutaka kusogea, ila njiani tufani na dhoruba kali. Tufani yako wewe inaweza kuwa ni maneno mabaya anaambiwa, anapewa taarifa za uongo za kukuhusu wewe. Do you know, kabla mtu hajaja kutongoza anaulizaga kwanza pembeni, anaanza kupeleleza, bwana hivi yukoje huyu? Anarecommend habari zako kwa yule mume anataka kuja kuoa. Huwa anasema nini? Je, anasema ya kweli au anasema ya uongo? Na kama mwanamume huyo sio mwombaji, je, sio kama tufani tamwangamiza majini? Anayekwenda kuzungumza habari zako kwa bosi, before sijaajiliwa, simu ilipigwa kwa mtu mmoja ambaye ni kama refali. Akapigiwa simu, akaambia bwana, tumefikia hatua za mwisho kwa huyu mtu. Tunataka utuambie, je, tumchukue au tuache? Imagine, nimefanya interview ya kuandika, nimepita. Ya kuzungumza, nimepita. Wametafuta vyeti, wameangalia vyeti ni vizuri, kila kitu kizuri. Lakini mwishoni kabla hawajaniajiri, wakasema hivi, wakampigia yule mtu simu, wakasema tumeangalia huyu mtu anafaa kabisa. Kila kitu yuko vizuri, lakini sasa tuambie wewe, unaonaje? Awiza tumchukue au tumkaushie? Thank God ni mtu alikuwa ananifahamu. Thank God ni mtu mwema. Je, angeingia na mapepo akasema huyo kwa kweli mtazingua. Angeingia na mapepo. Do you know final statement ya referee tu inaweza kumuondoa mtu? Nani anayekurecommend kwa bosi wako kabla hujaletewa tenda? Okay, zile ambazo zinazungumzwa ukiwa usikii, kwa sababu mengine yanazungumzwa nje nyuma ya pazia usikii. Waga wanazungumza nini? Wanazungumza nini habari zako? Mume wako anakuja akiwa ni mkali nyumbani, amekuwa mkorofi. Lakini kumbe ujue ukorofi wake kuna mtu anamwambia habari zako mbaya, japo kwa wewe unajua anakuwa ni mwema, lakini akiangalia anakuwa kama uchafu. Why? Because nyuma yake kuna watu wanamwambia vitu ambao hawawi kama wasaidizi wa hatima kwako, walikuwa ni waharibu wa hatima. Upepo na maji havikuwa na shida na Yesu, ila hatima na hatima, mapepo ndio yakaingia kwenye maji ili kumsuka Yesu. Unashindana na watu bila kujua wao wasio issue, vitu vilivyoko ndani yao ndio issue. Nakwambia tena, thank God Jesus was a prayer man. Alikuwa spiritual man, aliweza kuzuia. Asingezuia upepo na dhoruba, angefia majini. Wanafunzi wangefia majini, na jamaa asingefunguliwa, na washirikina walikuwa wanatumia kisimati cha jamaa wangeendelea kufanikiwa mjini, wangeendelea kuwa na miradi mikubwa, wangeendelea kufanikiwa kwenye ubunge, wangeendelea kuwa na udiwani, wangeendelea kuwa na urais hata. Lakini bila kujua kama urais wao kuna watu wawili. Yesu alikuwa anakuja kumsaidia jamaa kwenye hatima yake, ameisha njiani, na jamaa ambaye alikuwa na kisimati amekuwa kichaa, amekwenda kufa maji. Ni ishara ya laana, kutafuta sana bila kupata. Nakataa. Fanya kazi ya kuchosha, unateseka, unatafuta, no hope, no glory, hauna utukufu, hakuna utukufu ulionao. Yaani umepauka muda wote unahisi kama una stress, muda wote unahisi no. Mimi nakataa kuishi kwa laana kwa jina la Yesu.